ninakusalimu kwa jina la Yesu, jina lipita majina yote. Ni wakati mwingine ambao tunataka tuone neno la Mungu kwa kifupi. Tunazungumzia habari za kucheleweshwa. Kuna hali ya kucheleweshwa katika ahadi za Mungu ama katika maombi ambayo tunaweza kuyafanya, na ipo sababu ya mambo kuchelewa kufikia katika wakati ambao ulioamliwa. Moja ya matatizo ni kukosa maono, kukosa direction. Maono ni dira ama mwelekeo ambao Mungu anakupa. Kukosa direction katika kile ambacho Mungu anataka kukifanya au kile ambacho unachotegemea kufanya. Lakini kucheleweshwa wakati mwingine kunatokana na makosa ama dhambi ambayo tunamkosea Mungu ama kumwasi Mungu, ama makosa, dhambi ama uovu ambao upo ndani ya maisha yetu. Nayo ni sababu kubwa sana ya kuweza kufanya mtu aweze kucheleweshwa kufika katika nyakati. Lakini katika wito ambao mtu ambaye mwenye wito, mtu anaweza kaa na wito lakini asifike katika hali ile ya kusimama na wito aliokuwa nao kwa sababu ya kukosa direction, kukosa maono, kukosa direction. Na somo letu la leo la kucheleweshwa, tuna mfano wa Musa. Musa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimuita. Mungu alimuita akiwa na miaka 40. Alipokuwa na miaka 40 aliwiwa kuanza kusimama kwa ajili ya ndugu zake ili kwa mkono wake awakomboe. Kwa hiyo Musa alikuwa na wito, lakini wito aliokuwa nao Musa ulikosa maono. Hakuwa na maono ya kile ambacho Mungu alichokuweka ndani yake. Watu wengi wana wito wa kumtumikia Mungu lakini hawana direction kwamba wafanyaje katika wito waliokuwa nao. Hawana direction, wito wao ni nini au kazi yao ni nini. Kwa hiyo tunaona makosa ambayo yanaweza yakatokea na sisi tukacheleweshwa. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari wa 23. Matendo ya Mitume 7 kuanzia ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 23. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Alizani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Mstari wa 26. Siku ya pili yake akatokea alipokuwa wakishindana, akataka kuwapatanisha akisema, enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu, mbona mnadhulumiana? 27. Lakini yeye aliyemdhulumu mwenzie akamsukuma mbali akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri jana? Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko. Hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai katika mwali wa moto kijitini. Tunamuona Musa alikuwa na wito, na wito aliokuwa nao ni kuweza kuwakomboa wana wa Israeli ambao ni ndugu zake. Hakuona anastahili kuendelea kuitwa mwana wa binti Farao. Yeye alijitambua ni Muisraeli, na pia si Muisraeli tu, lakini alikuwa na wito ndani yake wa kuweza kuwakomboa wana wa Israeli. Shida ya Musa, hakuweza kuwa na maono, na aliposhindwa kuwa na maono, tunaona alitumia akili zake ili wana wa Israeli waweze kumtambua. Alitumia nguvu zake ili wana wa Israeli waweze kumtambua. Lakini mwisho wa siku wale wana wa Israeli waliweza kutoa siri kwamba aliweza kumuua Misri, na alifanikiwa kukimbia na kwenda Midiani. Yeye anasema huko Midiani tumesoma akakaa miaka 40. Ni mtu ambaye Mungu alimuita akiwa na miaka 40, lakini akakaa miaka 40 mpaka alipoweza kuona maono, mpaka alipoweza kupata maono, ndipo ambapo Musa aliweza kurudi tena Misri akiwa na maono, akiwa na fimbo, akiwa na direction, akiwa na uongozo. Mungu amempa uongozo nini cha kufanya. Kwa tunaona roho ya kucheleweshwa inatokana kukosa direction. Lakini pia
mambo haya ambayo yanatufanya tucheleweshwe, wakati mwingine sio kukosa tu maono, wakati mwingine hatujakaa vizuri na Mungu. Kama hatujakaa vizuri na Mungu, hatuna mahusiano mazuri na Mungu, hatuwezi tukafika pale ambapo tunapotaka tufike. Wana wa Israeli walichukua, iliwagharimu miaka 40 jangwani kufika Kanaani, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya kuto kusimama na Mungu, kutoweza kumwelewa Mungu katika maisha yao. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuombea na ukatoka katika mazingira uliyokuwa nayo kama wewe mwenyewe hauna direction. Hawezi mtu akakuombea ukatoka katika mazingira uliyokuwa nayo kama wewe mwenyewe hauna mahusiano mazuri na Mungu. Tunahitaji mahusiano mazuri na Mungu. Kuna vitu ambavyo vinatufanya tuweze kurudishwa nyuma ama tusifike pale ambapo Mungu amekusudia. Kwa nini? Kwa sababu ya makosa na dhambi zetu ambazo tulizokuwa nazo. Waefeso 2 mstari wa kwanza nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea kawaida ya dunia hii. Watu ambao wanaenda katika kawaida dunia hii, kawaida hii ya dunia ni uovu, ni uasi mbele za Mungu. Mambo mengi ya dunia ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Nataka nikwambie, lazima uzingatie. Wewe ambaye unataka Mungu afanye vitu ndani yako, ufike sehemu fulani, lazima uzingatie mahusiano binafsi na Mungu. Lazima ujenge mahusiano binafsi na Mungu. Lazima ujiepushe na uovu, lazima ujiepushe na dhambi, lazima ujiepushe na makosa, kwa sababu mtu yoyote ambaye hana mahusiano mazuri na Mungu, ndani mwake hakuna kusudi lolote la Mungu ambalo linaweza kuendelea. Kwa hiyo kuna roho ya kucheleweshwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kutoweza kutembea na Mungu katika utakatifu. Hiyo ndio sababu kubwa sana kucheleweshwa. Kuna makosa ndani yetu, kuna dhambi zinazoendelea ndani ya maisha yetu ambazo hatuziachi. Tunaendelea kuishi katika maisha ya dhambi, tunaendelea kuishi katika maisha ya makosa. Ndio maana hatuna maendeleo ya yale ambayo Mungu ameahidi ndani ya maisha yetu. Tunamtafuta Mungu kwa njia gani? Hatumtafuti Mungu kwa njia ya kuweza kuombewa tu. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuombea alafu ukapata kile ambacho Mungu alichokusudia ndani ya maisha yako. Najua kuna makusudi ya Mungu, kuna mapenzi ya Mungu ndani ya maisha ya kila mwanadamu. Kuna kitu cha kimungu katika kila mwanadamu ambaye alizaliwa na mwanamke. Lakini shida yetu ni nini? Shida yetu ni kwamba hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Lazima tujenge mahusiano yetu na Mungu. Lazima tukae vizuri, tujipeleleze, tujiangalie, tuangalie mwenendo wetu, tuangalie maisha yetu, tuone wapi ambapo hapajakaa vizuri na Mungu. Tutengeneze. Lazima tutengeneze na Mungu. Tunapotengeneza na Mungu, tuna mahusiano na Mungu, inakuwa ni rahisi sana Mungu kuachilia baraka zake ndani ya maisha yetu, kuachilia uponyaji. Biblia inazungumza nini katika habari ya uponyaji? Inasema hivi, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Maana yake dhambi inatutenga na Mungu, na tunapoweza kupata msamaha, maana yake tunarudishwa kwa Mungu, na lazima tuishi maisha ya kumpendeza Mungu ili tuone Mungu akifanya kazi katika maisha yangu. Biblia inasema Mungu hufanya kazi na wale wampendao, wale ambao wanaoshika amri zake, wale ambao wanatembea na Mungu. Lazima tuache makosa ambayo tuliokuwa nayo, lazima tuache ile dhambi, lazima tutoke katika uasi mbele za Mungu, tuwe na mahusiano na Mungu. Hayo yatatusaidia. Lakini tunaona katika wito, tunakuja kwa mtu ambaye sio dhambi, lakini ana wito, lakini ule wito hauendelei, ule wito hauna matunda, anacheleweshwa, anafika sehemu anakaa tamaa, anajiuliza, Mungu uliniita nini? Kwa sababu umekosa maono. Lazima tuwe na maono. Biblia inasema kwamba pasipo maono watu hawaachi kujizuia. Lazima tuwe na maono. Kama tunahakika Mungu ametuita, lazima tukae chini, tuanze kumuuliza Mungu kwamba Mungu umetuita, nipe direction, nipe mwongozo wako, natakiwa nifanye nini? Tunaposimama katika lile ambalo ni kusudi la Mungu na yale maono ambayo Mungu ameachilia, ile direction ya kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu ili kuweza kukifanya,
ndipo ambapo tutaendelea. Kwa roho za kucheleweshwa zipo kwa sababu gani? Kwa sababu pia hatuna direction kutoka kwa Mungu. Tuna wito lakini hatuna direction kwa Mungu. Leo nataka niombe na mtu ambaye anayemwamini Kristo ndani ya maisha yake. Nataka niombe na wewe ili Mungu akupe neema ya kuweza kuendelea. Roho za kucheleweshwa haziwi tu kwa ajili ya waganga tu wanachofanya au wachawi wanachokifanya juu yako. Wachawi wanakifanya, waganga wanachokifanya akiwezi kuzuia kusudi la Mungu. Kama sisi tupo vizuri na Mungu, akiwezi kuzuia. Lazima vile vitu ambavyo walivyoviweka juu yetu vitatuachia, kwa sababu ipo nguvu ya Mungu ndani yetu inayotuongoza. Nataka nikuombee wewe ambaye kuna roho ya kucheleweshwa, mambo hayaendelei ndani ya maisha yako, mambo hayafiki mwisho, mambo hayafiki katika hatima. Unaanza kitu lakini hakiendelei, unaanza biashara lakini haendelei, unaanza kazi lakini ile kazi inakuwa haina maendelezo. Kuna vitu haviendelei juu ya maisha yako, kuna mazingira ambayo yanafanya vitu haviendelei. Naona uchumba ambao umesimama vizuri mwanzo lakini mwisho umeshaharibika, na sio mara ya kwanza iko ndani ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho za kucheleweshwa. Nataka niombe na wewe kwa ajili ya roho za kucheleweshwa. Mungu akupe neema ya kuweza kuvushwa. Kucheleweshwa ni roho kamili ambayo inayosimama, lakini inasimama kwa sababu, zipo sababu na nishazielezea sababu. Wacha niombe na wewe siku ya leo kwa ajili ya Mungu kutoka katika kucheleweshwa. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya rehema na neema yako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya rehema na kibali hiki. Angalia mtoto wako Mungu amekusubiri wewe, lakini kuna mambo ambayo hayaendelei ndani ya maisha yake. Tunaachia kibali na uweza na mamlaka yako Mungu. Baba, mpe nguvu ya kupiga hatua ili mambo yake yaweze kupiga hatua. Angalia biashara ipige hatua, angalia kazi ipige hatua, uchumi wake upige hatua, maisha yake yapige hatua, elimu yake ipige hatua kwa jina la Yesu, mipango yake ipige hatua katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kucheleweshwa haina nafasi juu ya maisha yako, haina kibali juu ya maisha yako. Ninakutakia baraka na neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Tutaweza kuonana tena kwa wakati mwingine. Amen.